Upendo wa Yesu, upendo wa ajabu. Anipenda, anipenda, anipenda Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana Love of Jesus Center. Siku ya leo ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya, na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa kuweza kuachilia neema yake na hadi siku ya leo kuweza kukufikia hapo ambapo upo. Karibu sana kuweza kufuatilia mafundisho haya, na tunaendelea na somo letu ambalo ni imani ya kuhamisha milima. Tunaendelea kujifunza imani ya kuhamisha milima kwa sababu imempendeza Mungu sana kila mtu kuishi maisha ya imani. Ndio maana neno la Mungu linasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu, na Mungu anataka tuishi maisha ya imani. Na tulianza mfululizo huu tukajifunza mambo mengi kuhusiana na imani ya kuhamisha milima. Sasa tuendelee na andiko letu la msingi, linapatikana kwenye kitabu cha Marko 11:23. Neno linasema, amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mstari wa 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Haleluya, haleluya. Sasa leo tunaendelea katika sehemu nyingine ya somo hili, imani ya kuhamisha milima. Tunaenda mbali zaidi kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuhamisha milima. Kipindi kilichopita tuliangalia jinsi ya kuweza kuhamisha milima kupitia matamko, ile nguvu ya kutamka, kwamba unaongea na mlima kwa kutamka, kwa kusema, na tulijifunza mambo mbalimbali ya kuweza kuzingatia wewe unavyoweza kusema na kutoa matamko mbalimbali katika maisha. Siku ya leo tunaenda sehemu ambayo itakurahisishia sasa wewe kuweza kuhamisha milima. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Jambo la pili ambalo litakuwezesha wewe sasa kuhamisha milima, kuhamisha changamoto, kuhamisha vile vikwazo ambavyo vimekukuta kwenye maisha, kuhamisha lile janga. Neno la Mungu linasema hivi, usione shaka moyoni mwako. Kwa hiyo jambo la pili ni kuondoa mashaka moyoni mwako. Ndani ya moyo wako unapozungumza na mlima, unaposema na mlima, unapotamka kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo umemwamini Mungu na unaamini kabisa ndani yako umevisema, Biblia inasema usione shaka moyoni mwako. Andiko hili ukilitafakari, unaona linatuletea kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya muamini, na jambo lenyewe ni mashaka. Yesu anaoanisha imani mtu aliyokuwa nayo, anaoanisha kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu, na yule mtu anamwamini Mungu kwa ajili ya iko kitu, na iko kitu ili kiweze kutokea, kiweze kuonekana, inamhitaji huyo mtu kutokuwa na shaka, kutokuwa na mashaka, kwa sababu mashaka ni kikwazo. Sasa ukiona neno la Mungu, Yesu anaoanisha imani, lakini anasema huyu mtu anayeamini asiwe na mashaka moyoni mwake. Kwa maana nyingine, huyu mtu anatakiwa awe na uhakika kwa kile kitu ambacho anakiamini, kile kitu ambacho amekitamka, kile kitu ambacho ameona kabisa ndani yake na kwa kupitia neno la Mungu kwamba hiki ninategemea na ninataraji kiweze kwenda kutokea. Inamhitaji yeye asiwe na shaka. Sasa kuna vitu ambavyo nataka kupitia hapa kwenye mashaka, kupitia hili neno ambalo Bwana Yesu amelitoa. Kuna jambo la kujifunza ambalo
litatuwezesha basi kuweza kuvuka pale ambapo kuna sehemu tumekwama, tukaendelea kumwamini Mungu na ikatusababisha kwenda katika hatua nyingine. Jambo la muhimu la kwanza ambalo ningependa ulijue kuhusiana na mashaka ni kwamba Mungu anahitaji tuwe na uhakika na yeye, na tusiwe na mashaka na tusiwe na hofu aina yoyote. Haleluya! Jambo la kwanza ambalo ni muhimu la kuweza kujua kuhusiana na shaka ni kwamba, jambo la kwanza, Mungu anahitaji sisi tuwe na uhakika na yeye na tusiwe na mashaka pale ambapo tumezichukua ahadi zake na tunapotaka kuona zile ahadi zinakuja kwenye udhihirisho. Hilo ni muhimu, na ndio maana anasema kwenye kitabu cha Waebrania 11:1 anasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa maana unatakiwa uwe na uhakika 100%, uwe na uhakika na neno la Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye ana uhakika na neno la Mungu, ndani yake hatakuwa na hofu, ndani yake hatakuwa na mashaka, kwa sababu ana uhakika. Kwa hiyo ndani yake, kama ilikuwa anamwamini Mungu kwa habari ya jambo fulani, labda anamwamini Mungu kwa habari ya kazi, labda anamwamini Mungu kwa habari ya familia, kwa sababu neno la Mungu linavyosema, yeye anatakiwa kuwa na uhakika. Wewe ambao unanifuatilia saa hizi, unatakiwa uwe na uhakika kile ambacho neno la Mungu limesema, unatakiwa uwe na uhakika nacho, wala usiwe na shaka. Ina maana kama neno la Mungu linasema mabaya hayatakupata, Zaburi ya 91:10-11, kwamba mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakukaribia. Lakini neno linasema Mungu ataagiza malaika wakulinde katika njia zako zote. Kwa hiyo kama neno linasema Mungu ananilinda katika njia zangu zote, ninatakiwa niwe na uhakika, yani pasipokuwa na hofu 100%, kwamba ninaingia kwenye usafiri, nina uhakika 100%, pasipo na hofu, kwamba Mungu ameagiza malaika zake wanilinde katika njia zangu zote. Kwa hiyo kama nitoka hapa naenda mjini, hiyo ni njia, Mungu amesema ananilinda. Ninatoka mjini ninaenda shambani, hiyo ni njia, nina uhakika pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na shaka yoyote. Kwa jambo la pili, mtu mwenye mashaka anafananishwa kama upepo baharini. Mtu mwenye shaka, yani wewe ambaye humwamini Mungu, ndani yako una mashaka, hauamini neno lake, Biblia imekufananisha, imetoa tafsiri, huyo mtu ni sawasawa na upepo. Yani mtu amefananishwa na upepo. Kama ndani yako unajiona una mashaka, Biblia imetoa lugha ya picha kwamba huyo mtu anafananishwa na upepo, na upepo unafurumushwa au unavuma, hauna msimamo. Upepo hauna msimamo. Hauna msimamo kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza ukatoka sehemu tu kwa kuna mgandamizo mkubwa, na kawaida ya upepo unatoka kwenye mgandamizo mkubwa unaenda kwenye mgandamizo mdogo. Sasa hem, tuangalie Yakobo 1 kuanzia mstari wa 6. Inasema hivi: ila naombe kwa imani. Anazungumzia maombi pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Sasa neno linaoanisha mtu ambaye mwenye shaka ni kama wimbi la bahari. Yaani linazungumzia mtu kwamba huyo mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari ambalo anasema ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Kwa hiyo mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari ambalo linachukuliwa huku na huku, linapelekwa. Wimbi la bahari ni kama halina msimamo. Kwa hiyo Mungu anaposema usiwe na shaka, na pale kwenye Marko 11 Bwana Yesu anaposema kwamba yote atakayeuambia mlima huu, atakayeambia changamoto hii ing'oke, hatakiwi kuwa na shaka
ndani ya moyo wake, kwa sababu shaka inatoa tafsiri kwenye Yakobo 1:6 mpaka 8. Kwenye 6 anasema hivi, pale mtu mwenye mashaka anafananishwa na wimbi, ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo. Haleluya! Na likichukuliwa na upepo linahamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa ukitafakari na ukijiuliza maswali, kwa nini kitabu cha Yakobo kinamlinganisha mtu mwenye shaka na upepo? Sasa iko hivi, ukija kwenye elimu ya kawaida, ukija kwenye sayansi inasema kwamba upepo huwa unavuma kutoka katika eneo lenye mgandamizo mkubwa, kwenye high pressure, unaenda kwenye sehemu yenye mgandamizo mdogo, kwenye low pressure. Ukiwaanisha na hiki Mungu anachokisema kwamba mtu mwenye mashaka anakuwa sawasawa na upepo, ina maana kwa sayansi. Sasa ukija kwenye sayansi ya kawaida, mtu mwenye mashaka ina maana akipata pressure kidogo ataondoka kutoka sehemu moja na kupelekwa sehemu nyingine. Mtu mwenye mashaka akipata pressure kidogo, kwa sababu nature ya upepo unatoka kwenye mgandamizo mkubwa unaenda kwenye mgandamizo mdogo, unatoka kwenye high pressure unaenda kwenye low pressure. Kwa hiyo Biblia inavyosema mtu huyu ambaye mwenye mashaka ni sawasawa na upepo, ni sawasawa na wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo. Kama yeye ni wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo, ina maana huyu mtu anapopata pressure, yani kunapokuwa kutaka pressure, nikiwa namaanisha hivi, kama ndio unaweza kukuta kanisa la saizi, mtu anaweza anaondoka sehemu hii hapa anaenda sehemu hii nyingine. Akipata pressure kidogo, hawezi akakaa kuzidi kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Mtu ameanzisha biashara kidogo, pressure inakuja, changamoto zinakuja, anaondoka, anatoka katika kitu hiki anaenda kwenye kitu kingine. Hataki kuendelea kukaa kumwamini Mungu, hataki kuendelea kukaa na kuliamini neno. Na ndio maana unakuta mtu anaweza akatoka, Biblia inasema ilivyo, anakuwa kama nini? Ni wimbi linalohamishwa na upepo. Huyu mtu anakuwa kama wimbi linalohamishwa na upepo. Kwa hiyo kukiwa kuna mgandamizo, ameona kuna mgandamizo kanisani, kuna mgandamizo, ataondoka. Kwa sababu Biblia imeshasema huyu ni kama nini? Wimbi linalopeperushwa na upepo. Kwa hiyo atatoka, ataenda hapa. Huku akipata kukiwa kuna pressure kidogo, anaondoka, anaenda sehemu nyingine. Haleluya. Sasa Mungu anahitaji tuwe na imani na yeye, maana anasema pasipo imani hatuwezi sisi kumpendeza yeye. Mungu anataka tumpendeze yeye, tuendelee kumwamini yeye pasipo na shaka. Haleluya. Jambo la muhimu la tatu ambalo linahusiana na mashaka, kwa sababu Yesu anasema hivi, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni mwake. Jambo la tatu ambalo ni muhimu kuhusiana na mashaka, Biblia inasema kwamba mwenye mashaka hawezi kupokea kitu. Haleluya. Hawezi kupokea, mwenye mashaka, kwa sababu imesema kwanza, huyu mtu mwenye mashaka ni kama wimbi la baharini linalopelekwa na upepo. Kwa hiyo kama ni wimbi la baharini linalopelekwa na upepo, sehemu ya pili inasema hawezi kupokea. Tusome, anasema hivi, ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka, huyo mtu mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo, ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa 7, maana mtu kama yule asidhani kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo mtu mwenye mashaka hawezi kupokea, usidhani atapokea kitu kutoka kwa Bwana, kwa sababu yeye atakuwa ni mtu wa kuhamahama. Na ndio maana unakuta mtu anahitaji yeye afanye kitu fulani, au ameamua kumwamini Mungu katika kitu fulani, amekaa sehemu kabla muujiza wake haujatokea, kaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mashaka, kwa sababu haamini. Na
pale ambapo Mungu anataka aanze kuachilia baraka zake, anajikuta kabisa tayari kwa sababu ya mashaka yake ameshindwa kupokea. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, mtu yoyote mwenye mashaka hawezi akapokea kitu. Wewe ambao unanifuatilia sasa hivi, nikutie moyo, ndani yako ondoa mashaka, ndani yako anza kujifunza neno la Mungu, ndani yako anza kuliamini neno la Mungu vile lilivyo, anza kuliweka neno la Mungu kwenye matendo, ondoa shaka. Kama neno limesema asiyefanya kazi na asile, amini kwamba wewe kazi yako ipo. Chochote ambacho neno la Mungu limesema, liamini hivyo lilivyo, lichukue hivyo lilivyo, na usiwe na mashaka na neno la Mungu. Jambo lingine ambalo muhimu kuhusiana na mashaka, jambo la 4 ambalo ni la msingi pia kuweza kulijua, kwamba neno la Mungu linasema usiwe na shaka. Mtu kama huyu asiwe na shaka, asiwe na shaka. Sasa jambo lingine ni kwamba mtu mwenye mashaka ni mtu ambaye ana nia mbili. Ukimwona mtu mwenye mashaka, Biblia inamtafsiri huyo mtu ni wa nia mbili, na mtu akiwa ana nia mbili tu ni vigumu kuweza kuona udhihirisho, ni vigumu kuweza kungojea, ni vigumu kuweza kusubiri, kwa sababu ndani yake ana nia mbili. Na Biblia ya Kiingereza inasema huyo mtu ni anakuwa yuko unstable, yaani hana na mtu wa nia mbili anakuwa hajatulia, hawezi kusubiri kwa sababu ana nia mbili. Na kama mtu wa hivyo ana nia mbili, mashaka yanaweka nia mbili, na kama ya mashaka yanaweka nia mbili, mtu wa hivyo hawezi kupokea kitu kwa Mungu. Na ndio maana Biblia inasema hivi kwenye 6, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperishwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani kama atapokea kitu. Kwa hiyo akiwa na nia mbili hawezi kupokea kitu. Anasema hivi, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Sasa inazungumzia kusitasita. Kwa hiyo utakapokuwa una mashaka kuhusiana na Mungu alichokisema, maana yake ni kwamba Biblia inasema wewe utakuwa ni mtu wa nia mbili au ni mtu wa kusitasita. Na isemi tu kusitasita, inasema wewe utakuwa ni mtu wa kusitasita katika njia zako zote. Na ndio maana sasa hii inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Ukishaweka hofu kwenye neno la Mungu, ina maana katika njia zako wewe utakuwa ni mtu wa kusitasita. Na ukiwa ni mtu wa kusitasita, huwezi ukapata muujiza wako pale ambapo Mungu amesema na wewe kwenye ndoto kwamba sasa hivi nataka uende kulima. Mtu aniambie auamini, bado una mashaka na sauti ya Mungu. Mungu amekuletea wazo, ameongea na wewe kwa wazo. Mungu amekuletea ndani yako msukumo. Mungu amekuletea ndani yako ndoto. Mungu amekuletea ndani yako maono. Hata wewe ambaye sasa hivi unafuatilia, Mungu alishazungumza na wewe kwa habari ya kitu fulani, lakini hutaki kufanya. Kwa nini? Kwa sababu una shaka ndani yako, una shaka na kile Mungu ambacho amekisema. Na Biblia inasema mtu yoyote mwenye mashaka katika njia zake zote atakuwa yeye ni mtu wa nini? Wa kusitasita katika njia zake zote. Anasema hivi, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Kwa hiyo utakuwa ni wa kusitasita, na ndio maana unasita. Mungu msimu, unajua Mungu huwa anatupeleka kwenye majira na nyakati. Umeenda sasa hivi, kuna majira yako Mungu anataka uende katika hilo wimbi. Wewe ni mtu wa kusitasita, majira yanapita na kuja majira mengine, Mungu anasema na wewe kwa habari nyingine. Wewe ni mtu wa kusitasita, muda unaenda. Kwa hiyo huoni mabadiliko yoyote, huoni vitu vikidhihirika, kwa sababu wewe always au wakati wote uko tofauti na muda, uko tofauti na kile Mungu anachosema, uko tofauti na neno linavyosema. Nikutie moyo kwamba ndani yako hakikisha unaliamini neno la Mungu. Na ndio maana neno linasema yoyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka ndani ya moyo wake, kwa sababu
akiona shaka, Biblia inasema atakuwa ni kama wimbi la upepo, hata kuwa na msimamo. Lakini Biblia inasema atashindwa kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Haleluya! Lakini ataendelea kusitasita katika njia zake zote. Haleluya, haleluya. Sasa hivi nataka nikutie moyo wewe ambaye unafuatilia sasa hivi, nikwambie tu, ndani yako anza ndani yako kutii kile ambacho Mungu amekisema. Anza ndani yako kutii kile ambacho neno la Mungu limesema ndani yako. Sasa hivi anza kuchukua hatua. Sasa hivi najua hapo ambapo umefuatilia fundisho hili, kuna vitu ambavyo Mungu ameongea na wewe sasa hivi. Kuna vitu ambavyo Mungu amekukumbusha sasa hivi. Anza sasa hivi kuweza kuviweka hivyo vitu kwenye utekelezaji. Acha kusitasita. Acha kuwa mtu wa nia mbili, kwa sababu hofu inaendana na nia mbili. Acha kuwa mtu wa kupeperushwa na upepo, kwa sababu Biblia inasema mwenye hofu, mtu ambaye mwenye mashaka, anakuwa ni kama wimbi la bahari linalopeperushwa na upepo. Mtu huyo amefananishwa na wimbi la bahari linalopeperushwa na upepo. Haleluya! Nataka niombe na wewe sasa hivi. Weka mkono wako mmoja kwenye kifua chako. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya maisha ya huyu ambaye ananifuatilia sasa hivi. Mungu wangu, umesema mtu mwenye mashaka anakuwa ni sawasawa na wimbi la bahari linalopeperushwa na upepo huku na huku. Bwana Yesu, ninang'oa ndani yake roho ya hofu. Kila pando la hofu lililopandwa ndani yake ninaling'oa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Yale mashaka ambayo yako ndani yake ninayang'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninasambaratisha katika jina la Yesu. Ninabomoa katika jina la Yesu. Ninaharibu katika jina la Yesu. Sasa hivi pando lolote la hofu ambalo limepandwa ndani yake ninalifuta, ninaling'oa. Halitokuwa, halitosimama, na ninatangaza mwisho sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ndani yake jambo jipya limezaliwa ndani yake. Sasa hivi anaenda kufanya mambo makubwa. Hakuna kusitasita. Ndani yake kuna msimamo. Ndani yake kuna kuliamini neno na kuliweka katika utendaji, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ile roho ya ubora ambayo inaenda kudhihirika ndani yake, roho ya ubunifu ambayo inaenda kudhihirika ndani yake. Baba, ninakushukuru kwa maana unaenda kumpeleka viwango vya juu, viwango vipya kwenye lile kusudi ambalo umeliweka ndani yake. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Na kwa wewe ambaye unatufuatilia sasa hivi, kuna namba maalum ambayo unaweza ukatupigia, na kama unataka maombi, namba ni 0768 60 13 27. Mungu akubariki. Na wewe ambaye hujampokea Kristo, nataka sasa hivi ni kuongoze ili umpokee Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu ukiwa ndani yako na Kristo, ndani yako na Kristo, tayari utakuwa na imani na itakuwezesha wewe basi kwenda kuishi maisha ya kuweza kumpendeza Mungu. Rudia maneno haya kutoka ndani ya moyo wako. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimelisikia neno lako kuhusiana na imani, na mimi ndani yangu ninahitaji kukuamini wewe. Bwana Yesu, karibu ndani yangu. Ninaamini na ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana ulikufa kwa ajili ya maisha yangu, ukafufuka kwa ajili ya maisha yangu. Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa kuweza kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea kutufuatilia Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu.